Niombe nimkaribishe kiongozi wetu muda huu wa sasa wa Habari Maalum Television. Ana neno la kutushirikisha sisi kama wadau muhimu wa Habari Maalum TV, kama wadau wa karibu namba moja wenyewe wa Habari Maalum Television. Karibu mtumishi wa Bwana, tumpe Yesu makofi kwa ajili yake anapokuja hapa aweze kutusemesha. Upande huku juu au hapa kunatosha? Asante, karibu sana. Asante sana watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Injili kamili ya Kristo leta mamilioni ya watu kwa Yesu. Usinipunguzie mwendo. Amina. Heri ya mwaka mpya watu wa Mungu. Amina. Mimi naitwa Emmanuel Lemwai, ni moja kati ya wafanyakazi kutoka kwenye kituo chetu cha kanisa letu zuri la FPCT, ambacho ndio kituo cha kwanza cha kidini Tanzania. Tukizungumza habari maalum, ndio kituo cha kwanza cha dini Tanzania, kwa maana kwamba tunafahamu kuna vituo vingi, lakini cha kwanza ni nini? Ni habari maalum. Ndio kikongwe. Walianza radio, baadaye Mungu ameleta maono kwa viongozi wetu. Sasa hivi tuna television. Nina maswali mawili matatu. Wangapi wanaifahamu kwanza wanafahamu kwanza kanisa letu lina TV? Wangapi? Hebu tunyoshe mikono. Ukiacha hii ambayo nimeisema leo hapa, wangapi walikuwa wanajua kwamba kanisa letu lina TV? Hebu tunyoshe mikono. Kuwa mwaminifu. Tushushe. Wangapi walikuwa hawajui kanisa letu lina TV? Walikuwa hawajui, leo ndio mmejua. Nyosheni mikono kwa uaminifu. Kuna wengine hawajanyosha, yani sasa wao hawajulikani wapo huku au wapo kule. Lakini kuwepo kwa TV yetu mpaka hivi leo tunavyozungumza, TV yetu ina miaka mingapi? Ina miaka 3. Lakini tunatamani sana kwa maana kadiri miaka inavyozidi kwenda tuweze kuwa na uwezo ambao kimsingi tunastahili kuwa nao. Ukilinganisha na radio yenyewe ni ya muda mrefu, lakini TV sio ya muda mrefu, ina miaka 3. Lakini hatuwezi kukua kama si wenyewe kama kanisa tutakuwa mstari wa mbele kuomba, lakini pia kuipenda na kukipenda kituo chetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilikuwa nataka tuzungumze mambo machache. Kama makanisa, of course tunapata ushirikiano mkubwa sana. Viongozi wetu pindi tunavyowahitaji, lakini pia pindi tunapotamani kuwepo kwenye ibada kama leo, wanatupa nafasi. Lakini tulikuwa tunatamani sana ushiriki wenu katika kusapoti kwa namna moja ama nyingine. Kwenye makanisa yetu huku tunafahamu kuna watumishi wa Mungu ambao tunawakaribisha, kwa sababu pale tuna vipindi ambavyo ninyi kama watumishi wa Mungu tungetamani kuona mnavitumia. Tuna vipindi pale vya prayer zone kuanzia saa 9 mchana mpaka saa 10 kamili, lakini pia tuna kipindi hicho cha prayer zone saa 4 usiku mpaka saa 5, ambacho kipindi hicho utapata nafasi mtumishi wa Mungu kuweza kuhubiri injili kwa takribani dakika 60, lakini pia utapata nafasi ya kuweza kupokea simu za watazamaji nchi nzima, kwa sababu sisi tuko Azam lakini pia tuko Star Times, lakini kwa sasa hivi tuko Azam kwenye other channel pale namba 12. Hebu andika kabisa usije ukasahau. Wangapi wana Azam? Sasa kwenye other channel pale ukienda tuko nambari 12. Lakini mpango wa kanisa ni kwamba tuje kwenye channel za dini. Pale walipo upendo na channel zingine, basi tuwe pale. Nafikiri ndio maana hata siku chache zilizopita tulikuwa tuna maombi pia maalum kwa ajili ya media zetu. Si ndio jamani? Nafikiri tuliomba kwa mzigo sana, lakini pia tusiishie hapo, tuendelee kuiombea TV yetu. Lakini pia tunafahamu tuna waimbaji. TV yetu iko pale. Kuna hizi kwaya, wakati mwingine mnaweza mkawa mnaenda mnatafuta watu wengine sehemu mbalimbali kwa ajili ya kurecord. Bado TV kwa sababu ipo, tuna wapige picha pale, tuna vifaa. Gharama wakati mwingine zinaweza zikawa kubwa, unakoenda kutafuta namna ya kurekodi video zako. Unaweza ukafika pale ofisini ukawa na mazungumzo rafiki, alafu mkarekodi video zenu, kama either ni mtu binafsi ama ni kwaya ya kanisa. Bwana asifiwe. Lakini kitu kingine, najua sisi ni wafanyabiashara.
Sisi pale tuna matangazo, lakini matangazo ni machache, lakini pia hata wale wanaoleta matangazo unakuta sio wa FPCT. Sasa unajiuliza, wa FPCT hatuna biashara? Jamani, biashara tunazo, hatuna? Sasa biashara si ni matangazo jamani, na TV yetu ndio hii hapa. Kwa hiyo kunaweza kuwepo na upendeleo pale ambapo utakuja, na matangazo yetu jamani sio kwamba ni gharama kubwa sana. Kwa hiyo ili uweze kuona matokeo yako pia kwenye biashara yako, karibu basi uweze kutangaza pamoja na sisi kwenye vipindi ambavyo pia tuko navyo pale, na airtime ambayo inaweza kupatikana. Lakini otherwise niombe tuwakaribishe pia muweze kufollow page zetu FPCT updates kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali za kanisa. Bwana asifiwe. Tuna simu janja jamani. Tu follow page zetu za Instagram. Nikija hapo nikakuta unakuta umemfollow mtu fulani. Najua sitaki kumtaja, lakini unaweza ukashangaa nikiangalia kwenye account yako umemfollow mtu fulani, lakini huja follow page ya kanisa, hauwezi kuwa serious. Kwa tu follow page yetu ya kanisa FPCT updates kwenye Instagram na social media zote. Lakini pia tu follow page za kanisa. Unakuta page za msanii tu, mtu wa kawaida ako na followers wengi, lakini kanisa lina watu wengi, lakini page yetu ya Habari Maalum TV ina watu wachache. Kwa naomba tafadhali leo, hebu tutumie nafasi, ukiwa na bando lako, ukitoka hapo nje ya ibada, baada ya ibada watakuwepo wenzangu bado, tafadhali hebu fanya kufollow page zetu, sio kwa lazima, lakini kwa mapenzi ya dhati, ili tuweze kukua na sisi. Hatuwezi kukua bila ushirikiano wenu. Bwana asifiwe. Yes, lakini kwa kumalizia tu, siko peke yangu, niko na wenzangu ambao tunashirikiana kwa pamoja. Tulisema kwamba Jumapili ya mwisho mwezi tutakuwa tunatembelea makanisa mbalimbali, na hiyo programu imeanza mwaka huu Januari. Tukasema tutakuja kwa baba yetu Msoke. Tunakupenda sana wewe pamoja na mama, asante sana kwa kutukaribisha. Tumejisikia vizuri kuwa hapa. Of course watu wametufuatilia, tunashukuru sana wale ambao mlikuwa mnatufuatilia kwenye social media mbalimbali, ikiwa ni pamoja na YouTube. Wametoa mrejesho ama feedback nzuri. Kwa hivi ndivyo tutakavyokuwa tunafanya kwenye makanisa mengine kila mwisho wa mwezi. Lakini pia hii pia ni moja kati ya bidhaa tulionayo, kwa maana kwamba huwa tunaalikwa na makanisa mbalimbali kwa ajili ya kwenda kufanya ibada live, na inakuwa pia ni sehemu ya wewe kutuchangia sisi kwa gharama kidogo sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nitambulishe tu, yuko kijana hapa ambaye ni cameraman anaitwa Hosea Charles, tuko na Ayubu Shimba, lakini pia tuko na director Amo pamoja na dereva wetu mtu wa Mungu pale Tate pamoja na Mavindi. Naomba tuwapige makofi kwa kweli. Na kiongozi wetu ambaye hatuko naye hapa, mkurugenzi wetu ambaye ndio msimamizi wa kituo Geoffrey Murenga ambaye hayupo kwa sasa. Sasa naomba nitoe tu namba ya simu pastor kwa ajili ya mawasiliano, kama mtu utakuwa unahitaji chochote ambacho nimekizungumza au kuna ambacho nimekisahau lakini wewe umetamani kukifahamu, ili uweze kuitumia hiyo namba kuipigia simu. Naomba tuandike nambari hii ya mkurugenzi wetu, nambari 07 44 28 02 80. Naomba nirudie, 07 44 28 02 80. Nambari hiyo unaweza kaitumia kama utakuwa una swali lolote. Inawezekana mimi nimeongea kwa haraka na kuna mambo mengine muhimu ambayo nilikuwa napaswa niyazungumze, lakini sijaweza kuyazungumza. Baba, tunakushukuru sana. Mungu akubariki sana kwa nafasi hii ya upendeleo. Kwa kweli tumejisikia vizuri. Tunaomba pia utupe wataalamu kwenye vipindi vyetu vya asubuhi, kama wapo waje waweze kutoa elimu pia kwenye jamii. Kama kuna madaktari, kuna vipindi vya afya pale. Kwa kweli Mungu akubariki sana. Asante. Nasi tunashukuru. Tumpe Yesu makofi pia kwa ajili ya yote haya. Kwa niaba ya kanisa la Pentecost FPCT Manzese, tunawashukuru sana ndugu zetu wa Habari Maalum Television, mkurugenzi wa kituo mtumishi Geoffrey Mlenga pamoja na timu yake yote ya uongozi kwa kazi nzuri mnaoifanya usiku na mchana bila kuchoka. Sasa hivi mimi naipata hii Habari Maalum Television other channel, naipata bila kukwama wala kuscratch. Iko vizuri kabisa. Jitihada zenu za kuboresha matangazo, mawimbi yakae sawa sawa, tunaziona. Mwenyezi Mungu awabariki. Mzidi kuboresha product
mbalimbali na kutuengage kama hivi, ili washirika wajue kwamba tuna televisheni yetu, tufike pale turekodi, na mazingira hayo itakuwa jambo jema sana kabisa na kumletea Mungu utukufu.